هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، بعد kumhimidi Allah subhanahu jalla jalaluh na kumsalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunaingia moja kwa moja katika mada ya jalsa hii ambayo Allah azza wa jalla kwa taufiki yake ametukutanisha pamoja katika msikiti huu, walillahi alhamd. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'ala hadha almajlis majlisa khair, wa an yaktuba dhalik fi mizan hasanatina yawm alqiyamah, wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Ndugu zangu Waislamu, nitazungumza insha Allah taala katika hizi dakika tulizonazo kulingana na ratiba ambayo nimepewa na imam. Swala ya Isha inaswaliwa saa 2:15. Kwa hivyo insha Allah taala tutazungumza hadi mwendo au kufikia saa 2 insha Allah taala. Tukifika hapo tutasimamisha dars ili tutoe nafasi ya maswali, takriban robo saa, dakika 15 mpaka kufika wakati wa iqamat as-salah insha Allah taala. Mada ambayo tunazungumzia insha Allah katika jalsa hii ni kisa muhimu sana ambacho kimetokea, au mojawapo wa visa ambavyo vimewatokea sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika asahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ni sahaba mashhur, jina lake anaitwa Salman al-Farisi. Salman al-Farisi maneno ambayo tutazungumza insha Allah katika darsa hii ya leo, tutazungumzia kaifa aslam, vipi alisilimu Salman al-Farisi, kwa sababu katika kusilimu kwake kuna kisa na matukio mengi yaliyotokea ambayo ndani yake kuna ibra na kuna mafunzo mengi sana tunajifunza sisi Waislamu, na tuna mazingatio makubwa yanapatikana katika kisa kama hiki. Kwa hivyo napendelea kufanya huu muhadhara kuwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza mimi nitazungumzia insha Allah taala yale yaliyotokea kwa Salman al-Farisi mpaka kuwa Muislamu, mpaka akasilimu akatamka shahada radhiyallahu anhu wa ardah. Nikimaliza tutaingia katika sehemu ya pili ya kuchambua au kuelezea al-ibar wad-durus al-mustafada min qissati islami Salman, darsa na mauidha na mazingatio yanayopatikana katika kusilimu kwa Salman al-Farisi. Na ningependelea sana kwamba nikifika sehemu hiyo sehemu iwe ni yenu nyinyi, sio mimi. Kwa hivyo inshallah nitatoa nafasi
mkiwa wasikilizaji wazuri insha Allah taala, na nataraji mtakuwa wasikilizaji wazuri. Tukifika sehemu au wakati huo, kila mmoja ambaye amesikia hichi kisa kwa makini utanyosha mkono, utaeleza ni somo gani au funzo lipi ambalo umestafidi katika kisa hiki ambacho tutakisikia cha kaifiyati au kaifa aslama Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Bismillah wa bihi nasta'in. Ulamau as-sira wa tarikh kama kina Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala katika vitabu vyao vya siyar wanaeleza kisa cha Islam Salman, vipi alisalimu Salman al-Farisi. Yeye mwenyewe anaelezea kisa hiki, na kisa hiki aliwaelezea sahabatu Rasulillah. Mmoja wao ambao aliwaelezea kisa hiki ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema qala li Salman au akhbarani Salman min fihi, Salman alinieleza mimi yeye mwenyewe kutoka kwenye mdomo wake maneno yafuatayo. Asema kuntu rajulan farisiyan, mimi nilikuwa mtu kutoka Faris. Faris ilikuwa ni mji mkubwa sana wakati wa zamani, ambao sasa hivi ni mji wa Iran na baadhi ya maeneo ambayo yamepakana na nchi ya Iran. Hayo ndio maeneo ambayo yalikuwa wakati ule yanaitwa Faris, na lilikuwa mmojawapo wa madola makubwa wakati huo. Kulikuwa na daula ya Faris na kulikuwa na daula ya ماذا Rum. Naam, daula Rum na dual zingine nyingi zilikuwa wakati ule, na hizi baadhi dual zimetajwa ndani ya Qur'an. Alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mpaka mwisho wa sura. Kwa hiyo Salman al-Farisi alikuwa mtu kutoka Faris. Yeye mwenyewe anaeleza, anasema katika mji wa Asbahan, mji wa daula ya Faris, anatoka katika mji region ya Asbahan, na katika mji wa Asbahan anatoka kutoka kwenye mtaa au qarya inaitwa Jay. Mtaa au qarya au kijiji cha Jay, huko ndiko alikozaliwa na alipokulia Salman al-Farisi. Babake Salman al-Farisi aliyemzaa alikuwa Dihqan, na Dihqan ni cheo ambacho kinapatikana katika mila ya Majusi, kwa sababu dini ya Salman aliozaliwa nayo ilikuwa ni dini ya Majusia. Alikuwa ni dini ya Majusi wanaoabudu moto. Babake Salman ana cheo kikubwa katika dini hiyo, ni Dihqan. Dihqan ni mtu aliye na cheo kikubwa katika mila hiyo ya Almajusia. Hiyo ndiyo familia aliyozaliwa ndani yake Salman al-Farisi. Anakulia, anaona watu wanaabudu moto, na babake ni mmoja katika wasimamizi wakubwa, anaitwa cheo chake Dihqan. Na yeye mwenyewe mtoto Salman alipoanza kukulia, akakuwa akiwa katika ile dini na akawa na mchango mkubwa na ameipenda dini ya Majusia, mpaka akafika na yeye pia cheo ambacho kinaitwa cheo cha qatanu an-nar. Qatanu an-nar, yeye mwenyewe anaelezea, asema hiki ndiko cheo mimi nilifikia katika dini ya Majusia au mila ya Majusia. Ni cheo cha mtu mwenye kuvivia moto wanaoabudiwa na almajus, abadatun nar, wanaoabudu moto. Sasa ule moto, asema Salman, mimi ndio nilikuwa nikiuvivia ule moto na nikihakikisha kuwa ule moto saa zote unawaka, hauzimiki, wakati wowote unawaka, usiku na mchana,
asubuhi na jioni ule moto unawaka. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu mimi, qatan an-nar. Babake Salman alikuwa akimpenda sana mtoto wake Salman, hubban adhiman, mapenzi ambayo yalipelekea babake paka aliogopa mtoto wake asitoke nyumbani, akawa anamfungia mtoto wake nyumbani kwa sababu ya mahaba makubwa kwa mtoto wake. Anasema fakana yahbisuni kaljariya, ikawa babangu ananifungia nyumbani kama vile mtoto wa kike mwanamwali anavyofungiwa nyumbani, kuogopea labda akitoka nje anaweza kushawishiwa au akadhuriwa na watu. Kwa babake mapenzi yake yalikuwa ni makubwa sana kwa mtoto wake Salman al-Farisi, mpaka ikawa hamruhusu kutoka nje, amefungiwa ndani kama msichana. Ikatokea siku moja babake akawa ameshughulika na kujenga nyumba yao. Kuna nyumba nyingine anajenga pale pale mbele ya nyumba yao, kuna jengo la nyumba nalisimamisha. Sasa lile jengo likamshughulisha sana, na yeye ni mtu wa biashara vile vile, anafanya biashara zake hapa na pale. Ikawa kuna biashara ambayo ilibidi arudi aende akaisimamie ile biashara babake, lakini kuona kuwa sasa hapa ameshughulika na ujenzi wa nyumba, akamtuma mwanawe Salman, akamwambia Salman, leo nitakuruhusu utoke. Amefungiwa miaka yote, yuko ndani nyumbani kama msichana. Akamwambia leo nitakupa ruhusa, nenda kaangalia biashara yangu iko pale fulani, kamalize ile biashara alafu urudi, lakini usichelewe, nataka urudi hapa mapema kabisa, kabla ya ghurubi shams wewe usharudi. Salman akamwambia sawa, akatoka nyumbani. Kutoka nyumbani kuelekea kwenye biashara ya babake, njiani akapita akaona kanisa la Manasara, akasikia sauti zipo juu, watu wako ndani wanaabudu, wanaswali. Akafuata ile sauti mpaka akafika mlangoni, akitizama akaona Manasara wapo kanisani, ndani ya hilo kanisa wanaswali, wanaabudu, wanainua sauti zao, wanaswali. Asema faajabani ma kanu yafaluna, nikapendezewa sana na vile wale Manasara walikuwa wanafanya, mpaka nikaingia ndani katika kanisa, nikawatizama, nikaangalia kwa makini hao jamaa, hii dini gani wanafanya, na hii ibada ni ibada ipi tofauti na ile ibada yetu sisi ya Majusi. Mpaka wakamaliza swala yao. Walipomaliza swala yao wakamwona kijana mdogo Salman yuko hapo, akamwambia unataka nini? Akamwambia mimi nimependezewa sana na hii dini yenu, nimeona vile mkiswali, nimeona vile mkiabudu katika kanisa, ibada nzuri sana. Sasa mimi nataka kujua, ikiwa nataka kufuata hii dini, asili yake hii dini kwanza ni dini gani na asili yake iko wapi? Akaambiwa hii ni dini au mila ya Nasara, na hili ni kanisa la Manasara. Asili ya dini hii inapatikaniwa Sham. Sham ni mkusanyiko wa miji. Sasa hivi wakati wa leo, katika map ya leo, ni mkusanyiko wa miji tofauti tofauti kama vile Syria, Palestine, Jordan. Hii miji yote inaitwa Sham, lakini wakati ule ulikuwa ni mji mmoja. Kwa hivyo akaambiwa hii dini ya Nasara asili yake ipo Sham. Kwa hivyo ukitaka hii dini utakwenda kule Sham, utaipata asili yake. Akamwambia sawa. Kwa hivyo akatoka pale kanisani, akawa amechelewa, maana amekaa pale kwa muda mrefu. Akarudi nyumbani, hakuwa tena na time ya kwenda kwenye biashara ya babake. Akirudi nyumbani, babake akamwambia vipi, kwanza kwa nini umechelewa? Hata kabla hajamuuliza kuhusu biashara, akamwambia babake, mimi nimechelewa kwa sababu nilipokuwa nenda kwenye biashara yako, njiani nikaona kanisa
na watu ndani wanaswali, wanaabudu. Mimi nikaingia. Akamwambia babake, wallahi babangu, mimi hiyo dini nimeiona ni dini nzuri zaidi kuliko dini hii yetu ya kuabudu moto, kuliko hii dini hii mila yetu ya Majusia, ile yao nzuri zaidi. Babake akamwambia, ile dini yao sio nzuri kuliko yetu, na hiyo ibada yao sio nzuri kuliko yetu, hii yetu ndio bora zaidi. Akapingana na babake, akamwambia haiwezekani, mimi nimeona mwenyewe ni mambo mazuri kabisa wanafanya kushinda hii ambayo tunafanya sisi, mambo ya kushughulika na moto. Babake alikasirika, akamwambia, sasa kwa vile umeanza mambo hayo na nimekupa ruhusa mara moja kutoka, lakini umekwenda kufanya mambo mengine, kwa hivyo sasa nitakufungia hapa nyumbani. Akamfungia nyumbani kwao au kwa baba, akamfungia na chuma, cheni ya chuma akamfungia nayo. Baada ya muda, wale manasara kule kanisani walizungumza habari za huyu kijana. Wakasema kwa sababu huyu kijana alikuwa ameonyesha moyo wa kutaka kuingia katika unasara na kuwa minan nasara, tusimwache hivi hivi. Kwa nini hatumtafuti tumuulizie habari zake? Kwa hivyo wakatuma watu kwenda kuuliza huyu kijana yuko wapi, mpaka wakapata nyumba yao. Walipopata nyumba yao, bwana mmoja akaingia kama mgeni, lakini kumbe alikuwa anamtafuta yule kijana. Alipomwona akazungumza naye, akamweleza, akamwambia, mimi nimekuja nyumbani, akamweleza babangu, akanifungia. Basi yule kijana akamwambia yule aliyetumwa katika manasara, akamwambia, ukisikia msafara wote unakuja kutoka Sham, ukija hapa mji wa Faris kwetu hapa Asbahan, nipe habari, ili msafara huo wa Sham ukirudi na mimi nipate nafasi kurudi na wao. Akamwambia sawa. Basi baada ya muda msafara kutoka Sham ukaja mpaka pale Faris. Walipokuja, yule kijana Al-Salman akapelekewa habari. Zilipomfikia zile habari, akafanya bidii juu chini, akaitoa ile cheni na ile lock ambayo alikuwa amefungiwa nayo, akakimbia. Akaenda kwa watu wa ule msafara, akaingia kwenye msafara, akaenda nao. Jamaa wa msafara wakamchukua, wakaenda naye mpaka Sham kwenda kumtia katika dini ya Unasara. Akafika Sham, akaona sasa yale makanisa makubwa zaidi na ibada za manasara vile wanavyoabudu, akapendezewa zaidi. Akawauliza wale wanaoabudu pale msikitini, pale kanisani, mimi ikiwa nataka kujua hii dini na kuifuata na kuisoma vizuri zaidi, niende kwa nani? Nani ndiye ambaye ataniongoza katika hii dini kuijua? Akaambiwa ni mkubwa wa hili kanisa ambaye anaitwa cheo chake ni al-Asqaf, kwa Kiswahili askofu. Yeye ndiye msimamizi wa hili kanisa. Kwa hivyo kenda kwake, atakufundisha huu unasara wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na wewe pia utakuwa na cheo kikubwa utasoma. Akawa na raghba na moyo mkubwa wa kusoma unasara. Alipopelekwa kwa askofu akamwonya na kijana barobaro shabab, alifurahiwa sana. Akamwambia sawa, mimi nitakaa na wewe, nitakufundisha unasara na utajua na utafika mbali. Basi yule kijana akawa anaishi na yule askofu, sio tu pale kanisani, bali mpaka nyumbani kwake. Akamchukua mpaka nyumbani, akawa anaishi naye, na Salman akawa anamhudumia yule askofu, anamsaidia katika shughuli zake, anafanyia mambo yake. Lakini wakati anaishi na yule askofu wa Kinasara, kuna mambo au jambo ambalo aliliona lilimshtua sana na likamtia dhiki na lilimkera mno. Aliona kuwa yule askofu anakusanya mali
ya watu manasara wanaletewa mali ambayo yeye anawaambia kwa ni mali ya sadaka, leteni sadaka ili twende tukaganyize kwa maskini na wengineo. Na watu walikuwa wanaleta sadaka zao, watu wanatoa mali ya dhahabu na watu walikuwa wanatoa mali ya fedha, wariq, wanamletea. Lakini yule kijana akimtizama yule askofu vizuri, anaona kuwa ile mali yote, hakuna kitu chochote kinapelekwa kwa maskini. Ile mali yote inabaki kwake, anaizuia, anaitia pahali, anaificha. Kile ikiletwa anaficha, kile ikiletwa aficha ile mali, haitoi kabisa. Anasema hatta malaa 7 qilal, mpaka yule askofu ile mali ilivyokuwa nyingi alijaza mapipa 7 ya dhahabu na fedha, yamejaa. Na anaendelea. Basi na yeye asema fa abghadtuhu bughdhan shadidan, huyu askofu mimi nikamchukia sana. Nikasema huyu jamaa anaonekana kwa watu kuwa ni mtu wa Mungu na anawafundisha watu dini na mila ya Kinasara. Anachukua mali zao kwa wingi, akiwaambia kwamba leteni sadaka tutoe tuwasaidie watu, na yeye kumbe ile sadaka yote anaificha, anaichukua yeye ndiye anafaidika nayo. Sema nikamchukia kabisa, lakini nikanyamaza mpaka yule askofu akafa. Alipofariki yule askofu, jamaa walipokuja kumchukua ili kwenda kumzika, Salman al-Farisi akawaambia, kabla hamjamzika huyo askofu wenu, mimi kuna maneno nataka niwaambie. Akawaambia huyo askofu kana rajula su'in, huyo alikuwa ni mtu mwovu. Huyo askofu alikuwa ni mtu mwovu, alikuwa corrupt, alikuwa mfisadi mkubwa sana. Akamuuliza kwa nini, kwa vipi unasema hivyo, ni askofu, ni mtu mkubwa? Akawaambia kwa sababu ile mali yenu yote nyinyi mlikuwa mkileta, yeye akiomba leteni sadaka, anaichukua yeye na anaificha. Jamaa akamwambia hatuwezi kuamini mpaka tuoneshe ushahidi. Akamwambia twendeni nikawaonesha ushahidi. Akawa anajua yale mapipa yako wapi aliyowaficha. Kenda kawaonesha. Akamwambia fungueni hapo, chimbeni hapo. Kila wakifungua, wakichimba, wakatoa ile mapipa, wakiangalia ni kweli zile sadaka zao zote walizoleta ziko pale. Jamaa walikasirika. Walipokasirika wakaamua, wakasema basi hatumziki huyu, tutamsulubu, tutamweka msalabani, tumpige mawe ili watu wote wamuone na wajue kwa nini huyu amefanywa hivi. Askofu wao wakamsulubu, wakampiga mawe. Kila apitaye ampiga mawe, auliza mbona, anaelezewa, na yeye apiga mawe. Akabaki hapo katika msalaba. Huyu kijana ambaye ni Salman al-Farisi, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado sasa safari yake inaendelea, yuko huko bado Sham. Sasa akawauliza wale manasara wengine, wale wafuasi, akamwambia sasa huyu askofu ameshaondoka, amefariki, mimi bado nataka kuisoma hii dini, mimi hii dini ya mila ya Kinasara mimi nataka niijue zaidi, sijamaliza, nina hamu zaidi kusoma Unasara. Wakamwambia basi itabidi uende sehemu nyingine fulani ya Al-Mosul, huko kuna askofu mwingine utakwenda kumwona, utajifundisha Unasara. Akafunga safari, akaenda zake Mosul. Akifika akamwona yule askofu alielezewa, akamweleza habari zake, akamwambia mimi nilikuwa pale fulani, nimeelezewa nije hapa kwako nisome Unasara. Akamwambia karibu. Kwa hivyo akamfundisha mila ya Kinasara, akamfundisha, akamtizama, akamwona huyu bwana ni mkweli na huyu ni mtu mzuri, tofauti na yule askofu aliyokuwa mwovu ambaye alimwona mwanzo. Akamwona huyu ni mtu mzuri,
ni mtu anafanya ibada zake, ni mtu mkweli, na akiwaambia watu leteni sadaka, sadaka zote anazitoa, hachukui hata shilingi moja. Akafurahi sana na akazidi kupenda dini ya Kinasara mpaka yule bwana akafariki, askofu. Lakini kabla hajafariki akamwambia, mimi naona wewe sasa hivi umri wako unakwenda kumalizika, hebu nipe wasia, wewe ukiondoka duniani mimi nende kwa askofu yupi mwingine ambaye atakuwa kama wewe hivi ulivyo? Akamwambia, yuko askofu mwingine sehemu nyingine pale fulani, Amuria bali hizi ni sehemu zote ziko mbalimbali. Akamwambia, nenda huko utaona askofu kama mimi, utajifunza unasara. Na yule askofu pale pale baada ya muda na yeye akafa, kafariki. Salman al-Farisi akafunga safari akaenda kwa askofu watatu, kakaa naye, bado anaendelea kujifunza unasara. Akaona bado kweli huyu pia ni mtu mzuri kama yule wa pili, sio kama yule wa kwanza. Kafurahi sana na akazidi kupenda unasara. Unasara ukamuingia katika moyo wake, na ile dini yake ya mwanzo, ile mila yake aliyokuwa alizaliwa nayo majusia, yote ameifuta kwisha. Sasa amekuwa ni mnasara mkubwa. Alipoona pia umri wake huyu askofu wa tatu unakwenda kumalizika, amwambia, nipe wasia, nende kwa askofu yupi mwingine wewe ukifariki? Kumwambia, kwa askofu yuko sehemu fulani nyingine. Akenda kwa askofu wa nne. Akifika kwa askofu wa nne akakaa naye vile vile, akamwona pia umri unakwenda kumalizika, yeye anabadilika, anatoka kwa askofu huyo anakwenda kwa askofu mwingine, askofu huyo, na kila askofu akienda kwake anazidi kubeba unasara katika moyo na anazidi kuzama katika mila ya Kinasara. Yule wa mwisho wa nne akamwambia, baada ya mimi kuondoka sioni wala sijui kama kuna askofu mwingine sasa hivi ambaye inaweza kukwambia uende kwake ukasome, isipokuwa kuna bwana mmoja kulingana na vitabu vyetu. Huyu bwana atatokea, lakini katika mji wa Arabia, katika mji wa Hijaz atatokea huko, lakini yeye ni Mwarabu, sio mnasara kama sisi. Huyo mimi nikifariki, wewe nenda kwake kasome, kachukue dini huko, kwa sababu huyo pia atakuwa ni mtu mzuri. Akamweleza, akamwambia huyu bwana atatokezea katika mji ambao una harrataini bainahuma nakhla, majabali mawili au baadhi ya majabali, katikati kuna mitende. Huko ndiko atakapotokea huyu bwana kulingana na maelezo tulionayo katika vitabu vyetu. Bas Salman al-Farisi akafurahi kwamba amepewa mtu mwingine kuendelea kusoma. Safari yake ya kusoma dini bado inaendelea, safari yake ya kutaka kujua na kujiendeleza bado inaendelea, lakini yeye anadhani kwamba huyo anayekuja pia atakuwa ni mnasara. Asema, nikafunga safari. Sasa nikaona msafara unatoka wa kabila la Kalb. Nikawauliza, huu msafara wa wafanyi biashara, nikauliza, nyinyi mnakwenda wapi? Wakasema, sisi tunaelekea Hijaz. Akafurahi sana, sema, huu ndio msafara mimi nautaka. Akamwambia, basi mnaonaje niwape wanyama wangu? Mimi nina ng'ombe na mbuzi, nitawapa. Hii ndio nauli yangu ndio nayo, munibebe munipeleke mpaka huko Hijaz. Mimi nataka kwenda huko, nina shughuli kubwa sana huko nataka kwenda kuifanya. Jamaa wakamchukua, watu wa kabila la Kalb, Bani Kalb. Walipomchukua katika msafara wao wakaenda naye, walipofika katikati ya njia huko mbele wakamgeuka Salman al-Farisi, wakamchukua Salman al-Farisi wakamuuza kwamba ni mtumwa, abd, wakamdhulumu na wakamnyima haki yake na wakavunja maagano na mkataba vile walivyokubaliana. Wakamgeuka wakamfanya yeye ni mtumwa, wakamuuza kama mtumwa. Alipokuwa anauzwa kama mtumwa, akaja mtu kumnunua, na aliyekuja kumnunua ni Myahudi.
Myahudi akaja akamnunua. Kaambia huyu mtumwa namuona ni mzuri, namuuza pesa ngapi? Pesa fulani. Akatoa pesa akamnunua Salman al-Farisi ambaye ni hur asli yake, lakini hao jamaa walimgeuka wakamfanya ni abd. Akamchukua akaenda naye. Huyu bwana akamchukua kwenda naye mpaka Madina. Kufika Madina, Salman al-Farisi kuangalia ule mji, akauona ndio ule mji ambao ameelezewa. Akawekwa katika kabila la Bani Quraidha, Mayahudi wa Bani Quraidha. Hapo ndipo aliponunuliwa. Akautizama ule mji wa Madina, akaona ni vile vile alivyoelezewa, harrataini bainahuma nakhla. Huu ndio mji ambao nimeelezewa mimi, kuna mitende, kuna majabali, katikati kuna mitende. Ndio hapa. Basi akakaa akiliendelea pale kuishi na kufanya kazi kama mtumwa. Akawa analima mimea, anaangalia mitende, anamshughulikia yule master wake Myahudi aliyemnunua, lakini alimnunua kwa dhulma baada ya kudhulumiwa, lakini yeye alibaki kama mtumwa hapo. Wakati anafanya kazi zake kama mtumwa, anatumishwa, bin ammi wa huyu Myahudi akaja kwa huyu Myahudi bin ammi yake, huyu Myahudi Bani Quraidha, akamwambia, je, umepata habari? Akamwambia, sijapata. Habari iliyoko ni kwamba kuna bwana mmoja ametokezea atoka Makka, anadai kwamba yeye ni mtume, atoka Makka huko. Sasa hivi ni kwambiavo yuko Kuba, amefika huku Kuba, na kuna habari zinazoenea kwamba anaingia hapa Madina. Hivi sasa yuko Kuba. Salman al-Farisi asema, yale mazungumzo mimi nayasikia wakati nikiwa juu ya mtende. Basi nilivyoshtuka kwa ile furaha, karibu nianguke, nikateremka haraka haraka kutoka kwenye ile mtende juu, nikashuka nikaja paka kwa yule aliyekuja na zile habari. Akamwambia, naomba urudie tena haya maneno uliyozungumza, maana maneno ambayo mimi nataka kuyasikia tena kwa vizuri, kwa sababu yananihusu sana. Yule master wake Myahudi alikuwa pale, alimpiga ngumi, akamwangusha chini, akamwambia, wewe huna adabu, wewe mtumwa, unawacha kazi yako, unakuja kujiingiza katika mambo ambayo hayakuhusu. Rudi huko kaendelee na kazi yako. Salman akarudi kwenye kazi yake, lakini ile habari ashaisikia. Sasa ikawa inamkera. Ilipofika wakati akaona sasa kumetulia, mida ya jioni au usiku, hakuna mtu anayemwona, akachukua kipando chake mbio, akakimbia mpaka kule Kuba. Akifika Kuba, akaona watu wageni kutoka Makka. Akaulizia, akaambia, hawa ni wageni kutoka Makka. Asema, basi yule mtu wangu atakuwa yuko hapa. Akaja akaulizia, nani ndiye mkubwa wao? Akaonyeshwa ndio huyu. Sasa huyo ndio al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mara ya kwanza akamwona sura zake. Sasa kuna kitu ambacho tulikuwa tujakitaja. Yule askofu wa mwisho alimwambia kuhusu huyu ambaye atakayekuja katika kabila la Warabu, alimpa alama, akamwambia ana alama 3. Alama ya kwanza, la yakulu sadaqa. Alama ya pili, ya'khudhu alhadiya, hali wala achukui sadaka. Alama ya kwanza. Alama ya pili, huyo atakayekuja huko katika mji wa Arabia, alama ya pili ni kuwa anapokea na anakula zawadi. Sadaka hali wala hachukui yeye. Kama atachukua basi ni ya kupeana kwa watu wengine.
yeye mwenyewe achukue. Zawadi anachukua. Alama ya pili. Alama ya tatu akamwambia ni kwamba utaona katika mgongo wake kuna muhuri, kuna alama ya nubuwa katika mgongo wake, alama ya utume utaona kwenye mgongo. Kwa hivyo huyu bwana alipofika Quba akanunua tende, akaja nazo mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa amekaa pamoja na sahaba zake, akampelekea Mtume akamwambia, hii ni sadaka nimekuletea ili ikufae wewe pamoja na hawa watu wako, maana naona hawa watu ambao umetokuja nao umetoka katika safari ya mbali na nawaona katika hali kidogo ngumu, watahitajia tende na chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea ile tende, lakini Salman alisema ni sadaka, kwa hivyo yeye hakula. Akawaambia sahaba zake, kulu min hadhihi sadaqa, kuleni katika hii sadaka. Yeye hakuchukua kitu. Salman akawa anamtizama, akasema katika moyo wake, hadhihi wahida, hii ni ile alama ya kwanza. Akarudi tena sokoni, akachukua zawadi nyingine, akaja nayo. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, hadhihi hadiya lak, hii ni zawadi yako, maana niliona kwamba wewe hukula katika ile tende ya kwanza, kwa hivyo hii sasa nimekuletea hii zawadi yako wewe peke yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam qabila alhadiya, akaichukua hadia, akambarikia, akamwambia jazakallahu khair. Akasema hadhihi thania, hii ni alama ya pili. Baada ya kikao hicho cha Quba, Mtume alayhi salatu wasalam akaingia Madina. Kuna baadhi ya sahaba wakawa wamefariki, wamepelekwa kuzikwa katika Baqi' al-Gharqadi. Baada ya kuzika, Salman al-Farisi akawa yupo nao, amewafuata. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam akiwa baina ya sahaba zake amekaa, akawa anatafuta namna ya kwenda nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuangalia mgongo wake ili atafute ile alama ya tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona. Alipomwona basi kwa kusudi akateremsha rida yake ili apate kuonesha mgongo wake, maanake amemwona Salman al-Farisi amekwenda nyuma. Salman al-Farisi akiangalia mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona khatam an-nubuwa. Kisha akamwambia Salman al-Farisi, njoo hapa mbele. Akamwambia, hebu nieleze kitu gani ulikuwa unaangalia? Akamweleza, na akamweleza kisa chake Salman kuanzia mwanzo vile ilivyokuwa mpaka hapa mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi sana na maneno haya, maanake pale pale Salman alipohakikisha ile alama ya tatu alimtamkia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe ndiye yule mtu ambaye alikuwa nakutafuta, kwa hivyo mimi sasa hivi nataka kukufuata na niwe miongoni mwa wafuasi wako. Akasilimu pale pale, akatamka shahada, akawa miongoni mwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamweleza kisa chake chote hiki. Mtume akafurahi sana, akamwambia, hebu waeleze sahaba pia, hawa sahaba wote ambao wako hapa pia na wao wasikie maneno haya na kisa hiki kizuri ambacho kinasisimua moyo na kinasisimua imani ya Muislamu. Sasa kumbuka, Salman al-Farisi bado ni mtumwa na alikimbia kule kutoka kwa master wake, kwa hivyo ikabidi arudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Salman, katib ya Salman, ewe Salman, fanya mpango wa kuingia katika agreement ambayo inaitwa katika fiqhi mukataba. Na mukataba ni agreement ambayo inafanywa baina ya mtumwa na master wake, kwamba atamlipa kidogo kidogo mpaka kummalizia ili awe huru, free.
Salman al-Farisi akenda akaandika mkataba na yule Myahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia sahaba wote, ainu akhakum, msaidieni ndugu yenu ili kujitoa katika utumwa. Na sahaba wakachanga mali, mwenye mitende, mwenye mali yake, kila mmoja akatoa ili Salman al-Farisi ende akajikomboe katika ule utumwa. Sasa ule muda wote alikuwa katika utumwa, anamhudumia yule master wake, maana amefungika, yeye ni mja, yeye ni abd wa yule Yahudi. Hakuweza kushiriki na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr, yeye tayari Muislamu, lakini ni abd kule, amefungika, analipa ile mukataba inachukua muda. Vikaja vita vya pili vya Uhud, bado yeye ni abd, mpaka vikafika vita vya Khandaq. Hapo kabla ya Khandaq, Salman al-Farisi akawa amemaliza mkataba wake na amekuwa rajul hur. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nimemaliza sasa, mimi niko na wewe. Ndio akashiriki vita vyake vya kwanza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghazwat al-Khandaq, na ndio akatoa ile rai kubwa ambayo iliwaokoa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wa Madina wakati Ahzab, makabila mengi ya wa mushrikin wa Arabu na makabila mengine ya pale Arabia yote yalijumuika pamoja ili kuja kuwashambulia Waislamu Madina. Salman al-Farisi katika hivyo vita ndio akatoa ile rai ya kuchimba Khandaki, kuzunguka mji wa Madina ili jamaa wasiweze kuingia katika mji wa Madina. Kwa hivyo ikhwata al-iman, hiki ndicho kisa cha sahaba wetu huyo tunayemsikia mara kwa mara, Salman al-Farisi. Basi hiki ndicho kisa chake, na hivi ndivyo alivyosilimu.